kuna hii familia inahama kwenye mtaa baada ya kukumbwa na madeni kibao, kwa hiyo ikalazimika waiuze hii nyumba. Kwa hiyo ndio maana wanaondoka hapa mtaani. Mdao wanaondoka, kuna hao watu walikuwa wanawatazama hapa, ni kama wanasherehekea nguko lao hivi. Hawa ni akina nani na kwa nini wanasherehekea hivi? Tutajua huko mbele mtu wangu. Filamu inaitwa Where Love Lives. Mimi naitwa Rio na hii ni Zurio TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Sasa tunaanza kwa kuiona hii familia hapa imehamia kwenye mjengo kutokea kijijini. Yaani wamekuja ni wageni kabisa hapa mjini. Huyo mshikaji anaitwa Ekene. Yuko na mwanamke wake anaitwa Demilade. Wametoka kijijini baada ya kupata bingo. Kwa hiyo wakainunua hii nyumba hapa na rasmi watahamia kuishi hapa. Demilade alipofika mjini hakutaka julikane kama ametoka Alaba. Akamtaka mume wake aendane na mazingira ya hapa. Kuongea namna ambavyo atakuwa anatembea, apunguze sauti sio na nini. Basi mchizi alikuwa anajali, ni mabusu tu anatembea. Sasa mchizi akaona kama dereva anawachungulia hivyo wakati anabusiana, akamtoa. Akamwambia aenda kaangalia majukumu mengine huko. Asiendelee kuangalia na mkisi mwanamke wake. Huyu mwanamke anaitwa Queen. Akawashtua mashoga zake ili waje kumsalimia mgeni ambaye amekuja. Sasa Ekene na Demilade walikuwa naishi Alaba. Hata namna ya kuvaa tu, si unaona basi walikuwa na enjoy kinoma maisha yao. Wao hawajali mtu, wanachokijali ni maisha yao tu yaende. Na kuambia watoto ambao tutawapata kwenye hiki kitanda watakuwa ni wazuri sana. Ekene akamkabidhi hati ya nyumba mke wake, maana ameinunua kwa ajili yake. Hawa washikaji mabusu kwao ni muhimu kuliko kula. Ile wanataka kufanya yao hapa, mlango kagongwa. Ekene kaisi pengine ni dereva amerudi tena. Watu tunataka tule raha, mnagonga mlango nini? Mnataka nini sasa? Ikabidi Demilade aenda akafungue mlango angalie. Akamkuta Queen, Imade pamoja na Ino wamekuja kumsalimia jirani yao mpya hapa. Demilade akauliza, "Niwasaidie nini? Sikumbuki kama nimeagiza watu wa usafi hapa." Wakashangaa. "Kwa hiyo unatuita sisi watu wa usafi?" "Ndio nimewaita. Unawezaje kwenda kwenye nyumba ya mtu bila taarifa? Ukafika tu hata usalimii. Tumeona gari nje. Kwa hiyo tukasema tuje tukusalimie jirani. Ashukuriwe mume wangu. Amenunulia hii nyumba kwenye mwaka wa pili tu wa ndoa yetu." Queen akasema mume wake amemnunulia nyumba Bahamas mwaka mmoja tu baada ya ndoa yao kufungwa. Hata hivyo naitwa Queen. Nimeolewa na mfanyabiashara mkubwa tu anaitwa Tunji. Na hawa ni marafiki zangu. Imada akasema ameipenda sana nguo ya Demilade. "Asante sana." Queen naye si akajishaua, hapendi kushindwa kabisa. Akasema kidogo jana nunue gauni kama hili. "Bora sikununua, siwezi kuwa na kitu kinafanana ambacho mtu amevaa wa chini kama wewe." Acha wacheke hapa. "Kwa hiyo niwasaidie nini?" "Tumekuja kukutembelea tu. Mikono mitupu. Mara ya mwisho nimeenda kumtembelea jirani yangu mimi, nilienda na matunda. Hata hivyo asanteni kwa kuja. Naenda kuoga mimi ili nikampe mabusu tele tele mume wangu. Maana zawadi kama hizi haziji mara kwa mara." Sasa Imade akamkaribisha Demilade kwenye kikao cha wanawake wanaoishi kwenye mtaa na kitafanyika nyumbani kwa Queen. Akasema atakuwepo, akawa amesepa. Queen na genge lake wakajiapisha kuwa Demilade hataweza kabisa kudumu kwenye mtaa. Si amewaletea ujeuri leo. Kwa hiyo na wao watamuonyesha mara mbili zaidi namna ambavyo ni wajeuri hapa mtaani. Sasa Ekene akataka kujua ni nini kilichokuwa kinaendelea nje. Akaambiwa kuna watu walikuja tu na ukorofi wao. Hawajakuumiza, lakini wamenipa mwaliko tu wa kwenda kwenye kikao cha wanawake. Nitaenda niwaonyeshe mimi ni nani. Sawa Nenda mke wangu, nenda. Hawezi kukuchezea hivi. Mabusu moto yakaendelea hapa mtu wangu. Mida fulani hivi ya usiku, Demilade akawa anapanga mikoba yake kwenye kabati na nini. Mchizi alipotazama akaona kama kuna manafasi mengi sana yamebaki kwenye kabati. Akasema atamnunulia mikoba mingine ajaze humo kwenye kabati ili mradi lijae tu linone. Leo Demilade wakati anafanya mazoezi akakutana na huyu mshikaji hapa. Huyu mchizi anaitwa Greg. Huyu ana mjomba wake ni tajiri mkubwa sana hapa Nigeria. Kuanzia hapa wakawa marafiki rasmi hao watu wawili. Ekene anamiliki kampuni ya masuala ya ujenzi inaitwa Ekenex Solution Building. Huwa anasafirisha bidhaa za ujenzi kutoka nje ya nchi kuja Nigeria. Sasa kabla kuanza kazi mchizi lazima asali kwanza, na yupo vizuri sana kwenye swala ya biashara japo mchizi hajasoma. Sasa akapewa taarifa kuwa dada yake na kaka yake wamekuja ofisini kwake. Alishangaa kinoma wamepajuaje hawa watu? Sasa Greg akampa taarifa Demilade kuwa hicho kikao cha wanawake kinahudhuriwa zaidi na wamama wa nyumbani ambao hawana kazi kabisa. Na kwenye hicho kikao huwa anaenda kushindana tu nani kavaa vizuri, mume wake yuko vipi, vitu kama hizo mtu wangu. Yaani kifupi ni majivuno tu. Greg akampa maelezo yote kwa ufupi ya kila mtu ambaye anashiriki kwenye hicho kikao. Akamtaja hadi mama mmoja ambaye anaheshimika sana hapa mtaani. "Kwa hiyo mmepanda gari kutoka Enugu hadi Lagos ili mniambie kuhusu mtumishi wa Mungu ambaye ameona mimi natapeliwa mali zangu?" Dada akasema hili ni jambo la kiroho, anapaswa awe nalo serious sana. Lakini Egene wala hatajali kabisa. "Umeitelekeza familia yako." Mchizi akasema amewatelekeza kwa sababu muda wote wanamsakama sana mke wake. Haona kitu kingine cha kuongea. Kaka akasema anakuendesha kama remote yule. Chochote ambacho anakitaka unafanya. Hiyo
hiyo inaitwa amani ya moyo. Umeona Ijaribu, inaweza kukupunguzia hata huo uzito ulionao. Ndugu zake wanasema kuwa Demilade yuko naye kwenye mahusiano kwa sababu ya pesa zake tu, hayupo kwa ajili ya mapenzi ya kweli kwa mchizi. Na laiti kama pesa zake zikiisha, wanaimani kabisa Demilade lazima atamkimbia mchizi tu siku moja. Lakini mwana haamini kabisa kwenye hili. Hebu angalia na pesa zake zote, yupo kama mtu wa kijijini, halafu mke wake anatumia tu pesa huko vibaya yani. Umelala naye miaka 2, hakuna kilichotokea, hajawahi hata siku moja kukosa siku zake. Kwa hiyo mnanifuatilia nikilala na mke wangu, si ndio? Kwani wewe una watoto wangapi? Hiyo haihusu, ni maamuzi yangu. Acha waanze kubishana hapa. Dada akasema hataki kupata ujauzito kwa sababu anataka pesa zako kazitumia na vijana wengine huko. Hebu washa AC, kuna joto. Kumbe mwana aliizima makusudi ili wakipashwa na hili joto la humu ndani wawahi kuondoka. Ndio ilikuwa kusudi lake hilo. Walipotoka tu, mchizi akampigia simu mke wake, akamwambia kae kwenye jacuzzi huko ajibalizi na nini ili apunguze stressi. Mwisho akauliza, umekutana na mtu huko mazoezini? Demilade akakataa, akasema hajakutana na mtu, lakini ukweli amekutana na Gregi, lakini hajasema. Demilade akasema wanapaswa watoke leo wakale mgawani. Kwa nini usipike tu? Napenda kula chakula cha nyumbani ujue. Demi akasema anapaswa atoke ili aende akakutane na watu, sio kila siku uko ndani tu mchizi. Mchizi akawa amekubali bana, lakini pia akampa taarifa kuwa ataenda kwa kikao cha wanawake, akichelewa kurudi asikasirike sana. Nyumbani kwa Queen kikao kimeanza rasmi. Ajenda ni kumtafuta kiongozi mpya wa wanawake wa eneo hili, lakini wao wakaanza kuzungumzia nguko la aliyekuwa rais wao. Alishindwa kulipa madeni, ndio maana nyumba ikauzwa na yeye akawa amehama hapa. Sasa mzee akauliza, tupo hapa kusherekea nguko la mwanamke mwingine au tupo kwa ajili ya nini? Mama, bado tunaendelea na ajenda. Queen ni mtu mwenye mashauzi mengi mno mbele za watu. Mara akaingia malkia wa kweli. Sasa ngome yote katikisika, macho yote kwake. Alipofika hapa akampa salamu ya kwenda mno mama. Mama akampenda haswa bibie, yani kaonyesha heshima ya hali ya juu. Sasa Queen akasema lazima atozwe faini kwa sababu amechelewa kufika kwenye kikao. Demi akauliza shingapi? Akaambiwa $100. Haya ni maajabu, ungefikiria hilo kabla hujavunja sheria. Nimesema ni maajabu kwa sababu ni bei rahisi sana. Demi akatoa dola kibunda hapa, akahesabu kama $1000 hivi, kisha akakabidhi. Chukweni tena kwa ajili ya kikao kijacho, maana naweza nikachelewa tena. Demi amekuja kuchafua kabisa hali ya hewa. Kwenye hiki kikao leo kulikuwa na uchaguzi wa rais mpya ambaye atachukua madaraka baada ya rais wa kwanza kuondoka eneo hili. Lakini kwa sababu ya uzoefu ambao yuko nao Queen, akajipendekeza yeye mwenyewe. Anaona hakuna mtu mwingine ambaye ana sifa za kumzidi yeye, maana kashatumika sana kwenye hiki chama. Kama kuna mtu anataka kupoteza muda kushindana na mimi, tafadhali aseme tu. Watu wote kimya. Demilade akasema, najua mimi ni mgeni hapa, lakini nimeongoza taasisi za kijamii nyingi tu ambazo zote zimefanikiwa na ndizo zimenifikisha hapa. Najua hili eneo ni zuri sana na linaweza kuongozwa kwa ukarimu, heshima na mapenzi yote, kitu ambacho naahidi kukiweka mezani mimi. Kwa hiyo najipendekeza mwenyewe. Eno akakataa, akasema kwa mujibu wa sheria zinasema kuwa ili ujipendekeze unapaswa kuwa umeishi hapa walau miezi 6. Imada akadakia, isipokuwa kama kuna mtu atakupendekeza. Sasa nani atachukua hiyo dhamana ya kumwamini mtu ambaye hamjui? Queen akajishaua hapo. Lakini kuna usemi unasema shetani unayemjua ni bora zaidi kuliko malaika usiyemjua. Lakini huo ni uongo tu. Unajua shetani unayemjua ni shetani tu na malaika usiyemjua ni malaika tu. Mrs. Adegoke alikuwa anacheka tu pembeni. Demilade akasema yeye ni mtu wa watu. Hiki kitu amejifunza kwa mume wake. Anasikiliza, anaheshimu watu, lakini pia ni muumini wa umoja na mshikamano. Hawatajutia kumwamini hata siku moja. Queen akahisi hakuna mtu atakayehangaika kumpendekeza huyu licha ya maelezo yote aliyotoa. Lakini Mrs. Adegoke akampendekeza Delamide. Kila mtu akashangaa. Mrs. Adegoke akasema ameonyesha uungwana wa hali ya juu. Alipofika hapa kanisalimia. Huo ni uongozi sasa. Hata hivyo tunahitaji damu mpya. Kuna wakati ufagio mpya unasafisha kwenye kona ambayo ufagio wa zamani ulishindwa kusafisha. Kwa hiyo Queen amepata mpinzani wake Delamide Okechukwu. Demi akamfuata Queen kumpa mkono hapa. Queen akasema umefanya makosa makubwa sana. Delamide akasema wewe unijui mimi ni nani, kwa hiyo subiri. Baada ya kikao Mrs. Adegoke akasema watu wengi wanamwogopa sana Queen, ndio maana ilikuwa ni shida sana kumpendekeza. Lakini mwanzo alikuwa ni mtu mwema sana hadi pale ambapo aliolewa na huyu mwanaume tajiri akabadilika kabisa. Sasa Adegoke akasema Queen anautaka sana huu uraisi, atafanya kila njia ili aupate, kwa hiyo jichunge sana. Queen hakutaka kabisa mazoea na Image baada ya kuelezea kipengele kilichosababisha Demi apendekezwe kugombea uraisi hadi akapatikana mpinzani wake. Image kinachomuumiza ni kuwa tangu wameanzisha urafiki wao hawajawahi kukaa hata siku moja kuongea kama marafiki. Muda wote wanaongea kashfa tu kuwasema watu, lakini pia hawazungumzi vitu vya kujenga. Mara ghafla akapokea ujumbe wa dharura, ikabidi asepe. Queen na Eno wakaendelea kuandaa mitego hapa ili Demilade anase kwenye 18 zao
au ikiwezekana apoteze urahisi. Sasa Demi na Ekene leo ameamua kuja kula mgawani. Muda wote mchizi alikuwa analalamika tu, chakula hajawahi kukile kina nini. Alipokionja akataka kukitema, hataki kula vyakula vya mjini kabisa. Yeye anataka kula vya kienyeji tu, ashazoea hivyo. Alipoonja nyama alipiga kelele huyo. Mara simu ya Demi kaingia meseji. Ilikuwa ni posta ya kugombea uraisi. Mchizi akauliza nini hicho? Ni posta ya uraisi. Kwa hiyo anaenda kuwa first lady au first boy. Sasa Demilade akaanza kuchati na Greg usiku. Muda huo Ekene amejiangushia zake tu mapema. Sasa Demilade na Greg wakawa marafiki kwa muda mfupi tu. Greg muda wote alikuwa anamsifia Demilade tu na anajua kabisa ni mke wa mtu. Hawa anamtaka huyu. Sasa Imade kuna mtu huwa anampa pesa mara kwa mara. Sasa hatujui kuna biashara gani ambayo Imade huwa anaifanya. Akiwa hapa akaona Greg na Demi wanapita. Alimind kinoma yani. Ni kama amechukizwa sana na hili swala au wana mahusiano na Greg na hatujui. Tutajua huko mbele mtu wangu. Sasa Tunji na Queen wamepata mtoto mmoja wa kiume. Mchizi anamtesa kinoma mke wake. Licha ya Queen kuwa anatamba sana mbele za watu, lakini nyumbani anateseka mno. Tunji nafasi ambayo mke wake anaigombea anaitaka kwa udi na uvumba. Yani ni lazima ipate tu kwa sababu anataka kujinufaisha yeye kuliko mke wake. Sasa Ekene ameletewa miwani ya gharama sana. Ina uwezo wa kupiga picha, kurekodi, lakini pia unaweza kuunganisha na Bluetooth ukazungumza na mtu kwa njia ya simu. Mwamba muda wote alikuwa anatamba kwa sauti kishenzi yani. Queen alikuwa anamuona mchizi ni mshamba tu. Akamlazimisha asijaribu hapa na nini, lakini Queen akagoma. Akasema amekuja kualika kwa ajili ya chakula cha jioni. Mchizi akasema ataongea na mke wake. Akikubali basi wataenda. Vitu kaizo mtu wangu. Demilade anampenda sana mume wake. Licha kuwa ni mtu mshamba mno, lakini ajitahidi sana kumbadilisha mavazi. Lakini mwana haachi asili yake kabisa. Ana viatu vyake vya maua anavipenda huyo. Hivi viatu havipendi kinoma Demilade. Kwa hiyo kuna wakati mama ametaka lazima avivae tu, hana namna tena. Muda wa dini ulipofika, mwana alikuwa amepigilia kinoma ise. Alipomwona Demilade akashtuka. Angalia uwekezaji wangu huo. Angalia pesa niliyoweka hapo. Wakawa wamesepa hapa. Mchizi akasepa na chombo yake. Leo mchizi kapigishwa kimjini haswa. Hebu muangalieni tu. Kama sio yule ambaye ametoka shamba. Walipofika hapo utambulisho kawa mwingi mno. Watu wakatambulishana pale kwa vyeo na nini, vitu kaizo mtu wangu. Lakini mwana alikuwa anaongea tu, tena kwa sauti kubwa vibaya mno. Muda msosi ulipofika, mchizi akawa anakiangalia tu chakula. Akasema hawezi kula hivi vyakula vya kizungu. Ashazoea vyakula vyao vya Kiswahili tu. Sasa ikabidi wamuulize mchizi kuhusiana na mkakati wa kiuchumi. Demi akataka kujibu hapa, lakini swali ni la Ekene, lazima ajibu mchizi. Acha aanze kujikanyaga sasa. Asante kwa swali zuri. Akawa anaeleza mambo mengi, anazunguka tu pale sui capital na nini. Hakuna aliyekuwa anaelewa hata moja. Mara simu yake kaita, ilikuwa na sauti kubwa mno. Akatoka nje kwenda kupokea simu. Sasa alipotoka mchizi wakaanza kumsema ise. Wanamsema mbele ya mke wake. Sasa Ekene amepigiwa simu kuhusu makontena yake. Ameambiwa amechelewa sana kufika bandarini. Alilalamika huyo maana alitegemea leo ndo yaingie. Akasema nakuja huko usiku huu. Mchizi akarudi ndani, alikuwa na hasira kinoma. Akamchukua mke wake kisha akawa amesepa. Hataki tena kuendelea kubaki hapa. Alipofika nyumbani akajiandaa haraka ili aelekee bandarini. Demilade hakupenda kabisa hiki kitu. Alitamani sana pengine mchizi angeenda kesho asubuhi. Lakini ana namna tena kwa sababu ya kazi, mwana lazima aende tu. Sasa akiwa ametulizana hapa, akapokea ujumbe wa Greg. Akamwambia kuna birthday ya mpenzi wa mjomba wake. Kwa hiyo kama vipi aibuke huko, Demi ikabidi ajiandae tu ili asepe kwa sababu hapo penyewe kukaa mwenyewe ameboreka tu. Greg anaishi na mpenzi wa mjomba wake kama mwanamke wake hivi. Kamwandalia bonge moja la party unaambiwa. Watu walikuwa wanaselebuka tu. Sasa wakati wa kucheza, Demi akacheza na Greg. Mke wa mjomba alipowaona akamind huyo, ni kama hajapenda hivi au wako kwenye mahusiano hawa na hatujui. Anyway, acha tusubiri tuone. Baada ya muda, Greg akamsindikiza Demi hadi nje. Demi akasema mke wa mjomba wako alikuwa ananiangalia kama nimemuibia mume wake hivi. Mchizi akasema yule ni kama mdogo wangu tu, kwa hiyo tunaishi kama familia. Demilade aliporudi nyumbani akashtuka kinoma kumkuta mume wake amerudi. Tena mchizi amekaa kinyonge sana. Akasema alipokuwa njiani aliamua kurudi tu maana usiku ulikuwa ni mwingi mno. Pengine huko mbele angeweza kutekwa au chochote kingetokea, ndio maana akaamua kurudi tu nyumbani. Lakini mwana akampigia simu mara nyingi sana hajapokea. Demilade alipotazama simu akakuta ni kweli bana. Alikuwa ameiweka simu silent. Ndio maana kuona missed call za mchizi. Umetoka wapi? Nilienda kuangalia movie. Na nani? Peke yangu, si unajua sina rafiki hapa. Ekene akamuonyesha picha aliyokumbatiwa na Greg. Akashikwa na hasira huyo, mchizi akawa amesepa. Hii picha kaipataje mchizi? Au ndo kawapiga? Mchizi alilalamika sana ise. Kafanya kila kitu, kampa kila kitu mwanamke. Kula alikuwa anafuata nini tena? Nilitamani kukuambia tangu siku ya kwanza nilipokutana naye, lakini nilihofia utanizingua. Demi akajieleza sana kuhusu mchizi. Ekene akamtaka asiongee naye tena. Demilade akasema atafanya hivyo na ikibidi atamblock kabisa. Kumekucha
kumwacha mchizi analia kishenzi yani. Muda huo simu ya Ekene inaingiza message za Greg muda wote, lakini alikuwa hajihangaishi kuzijibu, huku mwana machozi yanamtoka tu. Ekene si akamuona mwana, akajua pengine ni tatizo la jana ndo linaendelea kumuumiza. Ekene akasema jana hakurudi kwa sababu ya giza, lakini aliambiwa makontena yake yote yameungua moto. Kwa hiyo kuanzia leo wamekuwa maskini tena. Mchizi alikuwa anaongea kwa uchungu kishenzi. Maisha yake yameishia hapa yani. Demilade alipigwa na ganzi moja takatifu, akachoka kabisa. Sasa Demilade akapita ofisini kwa mchizi, akakuta bango kubwa la ofisi nauzwa. Ilimuumiza kishenzi hii. Hakutegemea kabisa kama kuna siku zitakuja kama hizi. Demilade aliporudi nyumbani akataka gari yake ioshwe, akamuita sana mlinzi, lakini Ekene akasema amemfukuza mlinzi na mtu wa usafi. Lengo ni kubana matumizi, si hawana hela sasa hivi. Kwa hiyo kuanzia leo watasafisha nyumba wenyewe na kila kitu watafanya wenyewe. Siku moja tu imebadili kila kitu kwao. Demilade leo kuna sehemu alikuwa anaenda, alipotoka hakuzikuta gari zingine. Ikabidi arudi kuuliza gari zingine ziko wapi. Ekene akasema ameziuza ili alipe madeni. Ekene akasema hata hii nyumba anataka kuiuza. Demilade akazidi kuchoka zaidi, alipiga kelele kama mpumbavu hapa. Taarifa za kuishiwa kwa Ekene na mke wake zikaenea kwa majirani wote yani, na mtu wa ubuyu ni Queen. Alifurahia kinoma nguko la mwenzake. Imada akawa anatuma pesa mara kwa mara, zinahakikiwa kwanza, kisha aliyetumwa na Sepa. Hajui hii biashara itaisha lini haswa. Hiki ni kitu ambacho kinamuumiza sana na hajui anajitoaje. Ni kitu gani hiki sasa? Leo Demilade ameingia jikoni, hakukuta kitu. Yani palikuwa kimya na wazi kabisa. Hakuna kitu cha kupika hapa. Ikabidi achukue maamuzi ya kwenda tu supermarket. Cha kushangaza ni kwamba alipofika supermarket, ila anataka kulipia kupitia kadi tu, ikamwandikia kuna pesa ya kutosha. Akahisi pengine mtandao, akajaribu tena, lakini ikawa imegoma kwa mara nyingine. Alipoangalia salio, hapakuwa na pesa isee. Ikabidi aondoke tu bila bidhaa. Demilade akawa ni mtu mwenye hasira, anahisi ameaibishwa na mume wake, maana akatoa pesa bila kumpa taarifa. Bibia hakutaka kabisa kulala na mchizi chumbani, akawa amesepa sebleni. Akiwa sebleni, ikabidi amtumie message Greg, akasema anahitaji kuonana naye. Mchizi akawa amekubali. Kweli bana, kumekucha asubuhi akaja kuonana na Greg. Demi akajikanyaga hapa na nini kuzungumza. Greg akahisi ni msaada wa pesa tu. Unataka shingapi nikusaidie? Mchizi akasema habari zimezagaa kila mahali. Demi akaomba mtaji ili anzishe biashara, na ikienda vizuri basi atamrudishia hiyo pesa yake. Greg akasema anaweza kumpa hata bure kabisa hiyo pesa, lakini kwa masharti tu. Mchizi akaanza kujichana hapa na kuhitaji kwa usiku mmoja tu. Nitakupa mara 2 zaidi ya unachokitaka. Deni akanyanyuka sepe, maana anaona kama anadhalilishwa hivi. Greg si akamzuia, akawashwa kofi, kisha bibia akatembea. Greg akaanza kujiongelesha tu hapa, najua utarudi hapa, utarudi tu, shida zitakukamata, utarudi. Njiani akakutana na Imade, akamwambia ingie kwenye gari. Imade akasema alikuwa anamfuatilia sana yani. Akasema yeye ndo alimpiga picha ule usiku na akamtumia mume wake. Demi haelewi, akataka gari kwanza isimamishwe ili wazungumze vizuri. Kidogo haribu ndoa yangu, kwa nini ulifanya hivyo? Imade akasema alifanya hivyo ili kuiokoa ndoa yake. Nilitaka mume wako ajue Greg ni mtu wa aina gani. Haya alikuhusu vipi? Imade akasema wakati ambao mume wake alikuwa na mawazo, yuko busy na kazi, alikutana na Greg. Alimbusu mara moja tu, akawa amemrekodi. Akasema kuanzia hapo ni miaka 3 sasa amekuwa akihitaji pesa tu mara kwa mara nimpe, na nisipompa anaweza kumtumia hizo video mume wangu. Nahofia kuharibu ndoa yangu. Demi bado haelewi. Imade akasema lengo la kufanya hivyo ni kumuokoa Delamide mikononi mwa msaliti. Delamide alipofika nyumbani akamkuta Mrs. Adegoke. Akasema amefika hapa masaa 2 nyuma, maana amempigia sana simu hapokei, lakini pia ana muda hajafika kwenye kikao cha wanawake. Nimesikia taarifa kuhusu wewe na mume wako. Ni kweli? Demi akasema anajiona mjinga. Hakufikiria kuwekeza hapo awali. Alikuwa anawaza kula na kuishi tu. Mama akasema makosa anakuja ili kumfundisha mtu. Demi akasema hataki kurudi kwenye umaskini, maana umemtesa sana. Demi alilia kishenzi yani. Anajiona ni mwanamke mbaya, maana hakutafuta njia za kumsaidia mume wake aisee. Sasa Ekene kuna safari anaenda, kwa hiyo akaomba atumie gari ambayo imebaki hapa nyumbani. Demi amekuwa ni mtu wa mawazo muda wote. Umaskini unamwazisha vibaya mno. Kila akifikiria kutoka kwenye maisha ya raha arudi kwenye umaskini, anachoka kabisa na chozi linazidi kumtoka lenyewe tu. Delamide alichokifanya, akachukua mikoba, kachukua nguo zake zote yani. Hatujui anaenda kuzifanyia nini. Ekene amerudi akukuta mtu ndani. Aliita sana lakini hapakuwa na mtu. Alipoingia chumbani akaona kama kuna kitu hakiko vizuri hivi kabatini. Aliporudisha macho hakuona chochote kilichobaki kwenye kabati. Hadi nguo zake za gharama hazipo lakini pia vitu vyote vya Delamide havipo. Ameenda wapi?
Mchizi akajua mke wake atakuwa ametoroka. Alipiga kelele huyo. Wakati anamtafuta hapa, akaona karatasi imeandikwa kuwa kama ningekuambia ungejaribu kunizuia. Mchizi akampigia simu lakini ilikuwa imezima. Mwamba alilia kishenzi hapa kama mtoto mdogo. Baada ya muda Mchizi akawa amekata tamaa kabisa. Anajua mke wake ashaondoka na harudi tena. Delamides akarudi, akamkuta mwana analia kishenzi yani. Kwa nini ulitaka kuniacha muda huu? Naanzia wapi? Si muondoka na nguo na mikoba yako yote. Demi akasema ameziuza ili apate pesa ya mtaji, maana hawezi kuishi bila kazi. Hata hii nyumba pia inapaswa waiuze ili waongezee hiyo pesa. Ekena akashangaa, hii nyumba ambayo unaipenda nayo tuiuze? Demi akasema anampenda sana mume wake zaidi ya kitu chochote kile, kwa hiyo lazima afanye chochote kwa ajili ya mume wake. Demilade amekubali kuishi na Mchizi kwenye wakati wake mgumu kwa sababu alibadilisha maisha yake alipokuwa hana kitu. Mchizi akasema kwa hiki alichokifanya atamshangaza siku moja. Akasema kakake Papiro aliwahi kusema hivi, kuna siku atakuwa mkubwa yani. Unaniona mimi? Ekene dilichuku, nitarudi tena imara. Washikaji walikuwa wanapendana sana hawa. Umaskini ulitaka kuwatenganisha tu, lakini walisia ni kwamba wanapendana kutoka moyoni na sio mali. Wiki kadhaa mbele wanawake wakakutana kwa ajili ya kupiga kura ya rais mpya. Queen akasema alipunguza kufanya kampeni kwa sababu elimu yake na uzoefu wake havimruhusu kupambana na mtu ambaye anahitaji msaada. Queen akasema unawezaje kuolewa na mtu ambaye hajui hata kusoma, anayejua LinkedIn ni kampuni ya mafuta? Demi akamaindi, umesemaje kuhusu mume wangu? Nilichokisema ndo nimekisema, utafanyaje? Demi akanyanyuka, kama unataka kujua nitafanya nini sema tena. Kwa kujiamini kabisa Queen Elizabeth akanyanyuka akasema mume wako ni mkosi. Akala kofi. Unadhani unaweza kuongea na kila mtu unavyotaka wewe? Demi akasema mimi na mume wangu tunapitia magumu, kwa hiyo sisi ni wa kwanza na hatutakuwa wa mwisho pia. Kama mnahisi nitaogopa kwa sababu ya hicho, fikirieni tena. Nilikuja kusema sitaki kugombea tena huu upuuzi, lakini kwa sababu ya ujinga wako acha niongeze nguvu. Mnataka kuongozwa na mtu ambaye anataka kuleta umoja, atakayeongoza kwa upendo na maono, au huyu mkorofi, mbinafsi na muoga? Na ninaweza kuambia mimi Demilade ndio mabadiliko mnayoyataka. Huku Queen anasikia vyura tu. Watu wakashangilia kinomo na mbiwa. Demilade ameshinda uchaguzi rasmi, amempita Queen. Sasa Queen alichezeshewa kinoma na mume wake. Kwa nini kashindwa uchaguzi? Na ilikuwa ni muhimu sana kwake. Mama alikuwa anaitaka sana ile nafasi. Kifupi Queen anateseka sana kwenye ndoa yake, lakini kwa nje anadharau kinoma, anajionyesha na tabasamu lakini moyoni hakuna kitu. Huku Ekene akamwambia mke wake aache kabisa kupigana, auzingatie uzuri wake tu. Kwa hiyo Mchizi akamtaka Demilade aende akamwombe msamaha Queen. Huku Queen anachezeshewa kipigo vibaya mno na mume wake. Demis akasikia kila kitu akiwa nje, akaona hili tatizo sasa, akaingia ndani. Ikabidi amtetee Queen kisha kaondoka naye kwenda kwake. Tunji akasema kama akiondoka hapa asirudi tena. Watu wameamua kuondoka, hawarudi nyuma hao, wakasepa. Ekena akawapokea wote watatu. Alipopewa hizi taarifa alisikitika kinoma yani. Akamchukua mtoto kisha kaondoka naye. Kifupi hawa masela wana upendo wa hali ya juu licha ya kuwa wana ushamba mwingi sana. Baada ya muda akaja Eno na Imade, wakamkuta Queen amepigika vibaya mno. Na hii sio mara ya kwanza kwake kupokea kipondo. Ni miaka 5 sasa wako kwenye ndoa na kila mara huwa anapigika tu. Kwa hiyo yeye huwa anavumiliaga tu vipigo. Akiwa nje anaonekana ni mtu mwenye furaha na kila kitu, lakini akiingia ndani tu ngumi za kwenda mbele, ni ubabe kwenda mbele yani. Sasa Tunji alimfanya afunge duka lake la fashion ili awe mama wa nyumbani tu amcontrol, na kuanzia hapo hakujua atafanya nini bila Tunji. Kwa hiyo ikabidi avumiliage tu kwa miaka yote 5. Delamide akawaletea vinywaji kwanza wapooze koo. Hapa kila mmoja na matatizo yake yanamtesa. Eno akasema mama mkwe amemtafutia mume wake mwanamke mwingine wa kuishi naye, kwa hiyo muda si mrefu ataachana naye. Yote kwa sababu tu yeye hawezi kubeba ujauzito, lakini ashawahi kupendekeza watafute labda mtu ambaye atawasaidia kubeba ujauzito na nini alafu atamlipa, lakini ile wazo likakataliwa. Kwa hiyo hana namna tena hapa ya kupata mtoto, lazima tu atampoteza mume wake. Hiki kitu kinamuumiza sana ise. Imade naye anateswa na video ambayo yuko nayo Gregi. Hajui anajinasua vipi kwenye huu mtego wa mwana, maana amekuwa akimtumia pesa mara kwa mara kisa hizo video tu. Kuna wakati anamwomba pesa mume wake kwa ajili ya biashara, lengo tu azipeleke kwa Gregi. Hajui siku ambayo mume wake akimuuliza kuhusu maendeleo ya biashara atamjibu nini. Demilade akamwambia kuanzia leo hatatoa pesa tena kumpa Gregi. Akasema wanawake wanapitia mambo mengi sana nyuma ya makeup ambazo wanapaka pamoja na nguo nzuri ambazo wanavaa, lakini wana mambo mengi sana wanayapitia. Demi akasema amepitia mambo mengi sana kwenye umaskini, ameuza chakula na vinywaji mtaani, lengo apate pesa tu ya kuendeshea maisha yake, hadi pale ambapo alikuja kukutana
kukutana na mwanaume wake, maana alikuwa ni mteja wake mkubwa sana wa kila siku. Lakini alipopata pesa tu mchizi hakumsahau hata siku moja, akamuoa pale pale. Msimuone mshamba na mpiga makelele vile, nampenda sana yule mwanaume, sijali jamii inamchukuliaje, lakini ni zaidi ya mwanaume ninayemjua. Demi akasema kuna mtu anayemwogopa, kama wakimwamini tu atamaliza kila kitu. Sasa Demi akaja kuonana na Greg akiwa amevalia miwani ambayo mume wake alinunua. Kumbuka miwani ya mume wake ina rekodi, inapiga picha na inafanya mambo mengi sana. Kwa hiyo leo lazima atoke na ushahidi hapa. Greg alipomwona akasema alijua tu lazima atarudi hapa. Demi akasema amekuja kwa sababu ya Imade. Hilo ni jina la mtu au sehemu, acha kujisaulisha, unajua kila kitu. Demilada akampa Greg machaguo mawili tu, achague moja kati ya haya: akae mbali na Imade abaki na pesa, afute picha zote na asimtafute tena, au apambane naye yeye mwenyewe. Achague moja hapo. Naogopa, natetemeka kabisa, natetemeka. Demilada akamwambia chukua gari yako, panda nenda Alaba, waulize kuhusu Skudu Iyaweshu, watakwambia mimi ni nani. Mchizi akamfukuza Demi. Kabla hajatoka mke wa mjomba si akatoka bwana, alikuwa anamuita Greg mpenzi. Demi amepata sababu sasa. Mchizi akammind mke wa mjomba kidogo ampige. Demi akasema nimerekodi kila kitu. Greg akataka kuivua miwani ya Demi. Anaweza sasa, unataka nini? Demi akasema kae mbali na rafiki yake, afute video zote alizonazo na arudishe pesa zote ambazo amechukua kutoka kwake, la sivyo atamtumia kila kitu mjomba wake. Sasa wanawake wakakutana tena leo. Demi akamtaka Imade kama vipi amwambie mume wake kila kitu, lakini Imade anaogopa ataanzia wapi. Lakini kwa ushawishi wa wanawake wote hapa, mwisho wa siku akakubali tu atajikongoja kumwambia ukweli. Queen akasema yeye anapambania sana taraka na ataanzisha duka lake la fashion hivi karibuni tu. Basi wote wakamfurahia sana pale bibie. Queen akaomba msamaha kwa kila baya ambalo amewafanyia wote hawa. Mara akamwona mume wa Eno ameingia hapa, yuko na mwanamke mwingine. Eno akapanda kisukari, wakamtuliza pala asiende na nini, lakini alikuwa anaelewa sasa, uzalendo kamshinda, akawa ameenda bana. Kumbe mchizi alimuaga bibi anaenda kwenye kikao Ibado, lakini amemuona na mwanamke mwingine yuko hapa. Niambie, ni mchepuko wako si ndio? Mchizi akamwambia ni mtu ambaye atamsaidia kubeba mtoto. Akachoka kabisa, amehukumu bila kujua mwanaume wake amekubali kufanya kitu ambacho yeye alikitaka. Alishukuru kishenzi hapa. Baada ya mwezi mmoja kupita, Madam Queen ashafungua duka lake la nguo tayari na maisha yanaenda vizuri sana. Kwa sasa wanashirikiana kwa karibu sana hawa. Delamida alipofika nyumbani akashangaa haya maandalizi. Tunasherehekea nini? Upendo usioisha. Moja ya kitu kigumu ambacho niliwahi kukifanya kwenye maisha yangu ni kukudanganya wewe. Ekeni kabida asema ukweli. Akasema maneno ya ndugu zake kuhusu mke wake yalimuingia sana. Kwa hiyo akaamua mjaribu siku pesa zake zikiisha, huyu mwanamke atabaki naye kweli au ataondoka. Akasema kutaka kufanya hivyo, lakini alipoona ile picha ya Greg akaona acha mpe tu mtihani, nione kama unanipenda kweli au unapenda pesa zangu. Yani mwaka 2023 kuna mtu anamjaribu kweli mwanamke wake, lakini si umefaulu mtihani, umeonyesha upendo wa dhati sana. Ningefeli je? Mara bibi akapigiwa simu hapa. Kumbe Demi tayari ameshaanza biashara yake hapa. Kwa hiyo akaagiza oda yake ambayo anaitaka na nini, hataki kabisa kuwa mama wa nyumbani tu na kumtegemea mume wake. Basi bana, mapenzi yalikuwa ni ya moto mno. Mchizi akamnunulia mke wake gari moja ya gharama sana. Kifupi ni kwamba Ekene anampenda sana mke wake. Na huo ndo kama mwisho wa tambala hili mtu wangu, linaitwa When Love Lives. Mimi naitwa Rio na hii ni Zurio TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa.